Maisha hayatabiriki. Nikifikiria mambo yaliyotendeka zamani, sielewi nimefikaje hapa. Hata hivyo, sijutii maamuzi niliyofanya, ingawa nyakati nyingine sikujua yangenielekeza wapi. Hey, Liz. Jack, unafanya nini hapa? Naingia kazini, lakini nimechelewa. Oh, kweli? Pole. Bado una dakika 15. Megan, Sema. mnafanya kazi hapa? Sote tunafanyia hapa. Safi, basi naelekea kazini. Naweza kukununulia kitu fulani? Ni sawa? Sawa. Safi. Karibu sana. Angalau ninywe Hapa kitu kabla ya kazi. Nzuri sana na pametulia, lakini wewe hunywi. Mimi sipendi kahawa. Utauziaje watu wengine kahawa na usinywe? Sipendi kahawa, napenda chai zaidi. Megan alinisaidia kupata kazi hapa, lakini ni kazi ya muda tu. Inanisaidia kufanya upainia, kwa hiyo... Upainia? Ndiyo. Sikujua. Kumbe unafanya upainia? Tumeonana mara nyingi sana, chuoni na kwenye jumba la ufalme. Lakini hii ndiyo mara ya kwanza ambayo tumepata nafasi ya kuzungumza pamoja. Kweli. Labda kwa sababu mimi bado mgeni. Acha, usiseme hivyo. Mimi huhisi hivyo nyakati nyingine. Kwani bado hujazoea? Si eti bado sijazoea, ila niko ugenini. Kwa nini mlihamia huku? Baba anafungua mkahawa karibu na hapa. Hivyo, ili awe karibu na kazini, tuliamua kuhama. Sidhani nimewahi kumuona. Yeye si shahidi. Oh. Ana maoni gani kuhusu kweli? Yeye ni mtu wa biashara. Na anataka nikimaliza chuo nimsaidie katika biashara yake. Na wewe unatakaje? Mimi nataka mambo ya kawaida tu. Kupata kazi inaonifurahisha. Nipate pesa nyingi. Na wewe, saizi unafanya upainia. Baadaye una mipango gani? Sitaki kazi itakayonibana. Ni baba ananipigia. Subiri kidogo. Sawa. Halo? Naam, nipe dakika chache. Sawa. Haya. Liz, samahani sana. Usijali, naelewa. Baba ananihitaji kazini. Ni sawa tu, usijali. Lakini tutaonana shuleni, sawa? Sawa. Haya. Asante kwa chai. Karibu sana. Haya, tutaonana. Bye. Sasa basi. Nipe uhondo. Jamani, wewe Megan ni mchokozi sana. Acha maneno yako. Tulikuwa tu tukizungumza. Si yeye ni mgeni huku. Mazungumzo. Kweli. Wapi? Ni nini wewe? Yaani unataka kusema hujavutiwa naye? Na inaonekana anapendezwa nawe. Sawa, ni kijana mzuri. Lakini simjui. Ama ni kwa sababu hajabatizwa? Eti hajabatizwa? Nilifikiri unajua. Mimi nilifikiri yeye ni ndugu. Umeona, lakini hata huwezi kujua tofauti. Megan, siwezi hata kumfikiria ikiwa hajabatizwa. Liz, si kila mtu aliyelelewa na mashahidi kama sisi. Usimpuuze. Mbona usijaribu kuelewa hali yake? Tumekutafutia shule nzuri, tumekuzoeza, kikosi kinakutegemea, halafu tukiwa na mechi kesho unaondoka? Potelea mbali. Hey, Zack. Uko sawa? Si sana. Mbona kocha anakugombeza? Nilimwambia sitaichezea tena timu yetu. Amenilipukia. Akiniambia kwamba tayari wamenizoeza sana, lakini eti napoteza kipaji changu. Ulijifunzia wapi kucheza vizuri hivyo? Nilichezea shule yangu ya awali. Lakini wazazi wangu, hasa mama kwa sababu yeye ni shahidi,
hataki niendelee kucheza. Ulimwambia kocha kwa nini huwezi kucheza? Acha mchezo. Eti nimwambie ni kwa sababu ya dini? Ni kweli, lakini usijali. Kwa maoni yangu, nafikiri umefanya uamuzi mzuri. Asante. Lakini kusema kweli, nataka kucheza mpira. Maamuzi mengine ni magumu sana. Naelewa unachosema, lakini kumbuka jambo la maana zaidi maishani ni kujiweka wakfu kwa Yehova. Unamaanisha kubatizwa? Umepanga utabatizwa lini? Mambo ni mengi sasa hivi. Nimalize chuo kwanza, halafu nimsaidie baba kazi. Sijui kama nitaweza mwaka huu, lakini tutaona mambo yataendaje. Uamuzi uliofanya leo unaonyesha unafikiria mambo vizuri. Asante. Sawa. Acha niondoke nikajitayarishe. Haya. Tuonane jioni. Jioni? Kwenye mkutano. Ala, kumbe. Kweli kabisa. Vipi mzee? Ninakatiza kitu? Naondoka. Tutaonana jioni. Sawa. Sema nisikie. Mtaonana jioni? Nenda wapi? Mkutano. Si nilikuambia nataka kuwa shahidi wa Yehova. Ulisema, lakini sikuamini. Huwezi kwenda huko hivi hivi tu. Naenda kwa sababu nataka. Nani? Kwani? Unamtaka Liz? Acha utani bwana, huyo humwezi. Unamaanisha nini? Sikiza, wewe wezani na Liz. Yeye ni mtu wa dini sana, lakini wewe dini huiwezi. Unafikiri hivyo? Huo ndio kweli. Haya. We ngoja tu utaona. Haya, tutaona. Lakini jioni tuna mechi. Mechi gani? Ulisahau tuna mechi muhimu leo? Lazima niende mikutanoni. Mbona sikuelewi? Unapata msichana? Alafu na mpira si muhimu. Usiwe hivyo. Sawa. Nitakuja, usijali. Ndiyo. Safi. Haya, acha niondoke. Tutaonana jioni. Liz, sitaweza kufika jioni. Nilifurahi sana kuongea nawe. Tutaonana kesho, sawa? Watu wanaweza kutayarisha kadi, picha na vitu vingine. Vitu vya kuwafanya wajione wanathaminiwa ingawa ni wazee. Wewe unaonaje? Sawa, hakuna shida. Mimi sijui mengi kuhusu kuandaa karamu. Usijali, tutasaidiana na Liz. Tutafurahi kuishughulikia pamoja. Sawa basi. Liz, unasemaje? Tuongezee nini? Liz, tuko pamoja. Samahani. Unawaza nini hata husikilizi? Msijali, niko sawa. Kuna tatizo lolote? Tuseme, kuna jambo nilitaka kuwaambia. Hata sijui nisemeje. Sema tu tusikie. Ninavutiwa na kijana fulani. Eti kijana? Ningependa kuanzisha uchumba.
Wewe bado ni mtoto. Mwezi ujao nitakuwa na miaka 18. Bado wewe ni mtoto. Mimi si mtoto. Unajua mimi na mama yako hatuwezi kukuruhusu hata ufikirie kuhusu uchumba. Ni kijana gani huyo? Zack Turner. Baba, najua utasema bado hajabatizwa. Oh, bila shaka. lazima. Haiwezekani kwa kuwa hajabatizwa. Na hata kama angekuwa, bado nyote wawili ni watoto. Sisi si watoto, sisi ni watu wazima. Liz, hakuna yeyote kati yenu aliye tayari kufunga ndoa. Au nafikiri Zack anaweza kuwa kichwa atakaye kusaidia upande wa kiroho? Sikufikiri nitawahi kuhisi hivi. Liz, tunakuelewa. Hatukuzuii kutafuta mtu ambaye mtafurahia maisha naye, hapana. Lakini binti yangu, unapoanza kuwa na hisia zenye nguvu kumwelekea mtu mapema, kwa kawaida inakuwa vigumu sana kutambua udhaifu wake. Si mtu anapaswa kufunika udhaifu wa mwenzi wake? Ni kweli, lakini unapaswa kufungua macho uone kama ana udhaifu wa kiroho mapema kabla ya kufunga ndoa, si baadaye. Najua ni kwamba tu ninapowaona wasichana wakiwa na marafiki natamani pia. Sisi tunakuelewa, lakini Zack hata hajachukua hatua ya kwanza kuelekea ubatizo. Nyote wawili hamko tayari kuanzisha uchumba. Samahani Liz, mimi na mama yako hatukuruhusu anzishe uchumba naye. Hii imeanza kunichosha sasa. Natafuta nyingine nichore mgongoni. Nafikiri itafaa nikitafuta. Tuzungumze kidogo. Hakuna shida. Kuna nini? Mbona nakutumia ujumbe lakini usemi chochote? Najua, samahani. Hata sijui nisemeje. Unakumbuka ulivyohisi kocha alipotaka ucheze lakini ulijua huwezi? Nilijihisi vibaya sana. Ndiyo. Sielewi unajaribu kusema nini. Wazazi wangu wanaona sisi ni wachanga sana kuanzisha uchumba. Eti wazazi? We ni mtu mzima. Ni kweli, najua. Lakini si hilo tu. Nilifikiri unanipenda. Usiwaruhusu watuvuruge. Zack, nimejiwekea miradi maishani na sioni kama tunapatana. Niambie tu, miradi kama gani? Upainia na baadaye shule ya waeneza Injili. Na mimi sipingi miradi yako. Lakini hutaniunga mkono. Najua nyakati nyingine mimi hukosa mikutano na ninapaswa kuhubiri zaidi. Najua nitafanya maendeleo. Lini? Bado sijui. Ndio sababu nakuhitaji unisaidie. Halafu nani anisaidie? Acha bwana. Siwezi. Afadhali tuachane. Tuachane? Hivyo tu? Afadhali hivyo. Sikufikiri wewe ni msichana wa ajabu. Ati wa ajabu? Najua kuna mambo nahitaji kufanyia maendeleo, lakini sikufikiri utanikataa tu bila kunipa nafasi. Si eti ninakukataa. Kweli? Kwa hiyo unamaanisha tuendeleze urafiki wetu? Unaona? Hata mimi sitaki kuwa na mtu anayetazamia niwe mkamilifu. Umenionea. Kwa heri, Liz. Zack, Megan, umetokea wapi? ninamtembeza Jasper. Wewe unafanya nini?
Ninasubiri mzigo kwa ajili ya mkahawa wa baba. Sawa. Natumai utafika karibuni. Sijapata nafasi ya kukueleza jinsi nilivyosikitika kwamba urafiki wako na Liz haukufanikiwa. Alikupenda sana. Asante. Usijali. Labda mtarudiana tena. Sidhani. Kwa kweli, miezi mingi imepita na kusema kweli, mimi na yeye hatukupatana. Kweli? Ndiyo. Yaani, yeye alitazamia niwe mtu tofauti sana. Mtakatifu sana. Na hata sidhani alijua anataka nini. Najua, nilimwambia hivyo pia. Kweli? Ndiyo. Ajabu sana. Ulimwambia nini kingine? Kweli, nilimwambia wewe ni jamaa poa. Na yani Selea anafikiria nini akiamua kukuacha. Sikujua unahisi hivyo. Yani simaanishi unanitaka. Namaanisha asante kwa kumwambia hivyo. Haya basi, acha nimtembeze Jasper kabla hajalalamika. Sitaki alalamike, basi nitaacha uende. Sawa, tuonane. Sawa. Kwaheri. Kwaheri. Asante. Megan, kuna mzigo wako hapa. Megan, niliona huu mfupa nikajua Jasper ataufurahia. Kisha nikaona haya maua nikajua wewe utayafurahia. Nipigie simu, Zack. Twende tukale kwanza. Sawa. Huu ni ujumbe mwingine? Megan, unajua unachofanya? Si uliachana na Zack? Ndiyo. Kabisa, simaanishi hilo. Unamaanisha nini? Kweli unataka kuanzisha urafiki na yeye? Hali yake ya kiroho... Liz, sikiliza. Mimi si wewe. Sawa? Sitazamii Zack awe mkamilifu. Huoni unajiingiza katika shida? Hapana, sioni. Tutaishi kwa furaha. Isitoshe, mimi naweza kumbadili. Megan, bado hajabatizwa. Huoni kwamba Zack si mtu wa kiroho? Matatizo yatakapotokea utahitaji mume mkomavu kiroho ili... Tusibishane. Sawa? Nilifikiri wewe ni rafiki yangu. Mimi ni rafiki yako. Basi si unitakie mema. Sawa. Umeamua. Liz, usijali. Najua unataka tu kunilinda. Lakini huu ni uamuzi wangu. Najua, lakini kweli unafaa. Hey Zack, niambie. Poa tu. Yaani kazi yako ni kucheka tu. Nifanyeje? Sawa. Baadaye. Nimefurahia sana. Haya. Tutaonana. Fika salama. Sawa. Wewe ingia salama. Oh, nilisahau koti langu. Liko juu ya kiti. Kweli? Haya, usipige kelele. Ndio hii. Kwaheri. Mnafikiri ni saa ngapi? Baba, umenishtua.
Samahani sana, mimi ndiye mwenye makosa. Sikujua muda Hey, umesonga. mama. Umefurahia? Tumefurahia sana mama. Acheni niondoke, tutaonana. Hapana, subiri. Nataka kusikia mmefanya nini. Naomba niondoke, tutaongea baadaye. Nitumie ujumbe ukifika. Sawa. Acha nikuonyeshe kitu kwenye mtandao. Nini hicho? Nitakuonyesha. Sawa basi. Hiyo nguo inapendeza. Sana. Utapendeza sana siku ya harusi. Asante mama. Wewe na Zack unafaana kabisa. Nimuonyeshe baba? Sawa. Inapendeza. Baba, njoo ndani nikuonyeshe kitu fulani maridadi. Sawa, nitakuja tu. Sawa. Lakini Megan, hebu njoo hapa kidogo. Uko sawa baba? Ndiyo, nataka kukuuliza swali. Sawa. Kwa nini unavutiwa sana na Zack? Ni kijana mzuri, anavutia, ni mcheshi. Ni nini kingine kinachokuvutia? Nikiwa naye mimi huwa na furaha. Kwa nini? Hisia zako zina msingi gani? Baba, sasa umeanza kuzungumza kama Liz. Zack hana neno. Sijasema Zack ana shida. Anastahili kupongezwa ikifikiriwa kuwa baba yake si shahidi. Unaona? Hata hivyo, Zack amekuwa akijifunza kwa miaka mingi. Lazima tuwe na subira. Siku moja atabatizwa kisha afanye maendeleo. Maoni yako yanategemea maneno au matendo yake. Sikiliza sasa baba. Sioni kama unaweza kumhukumu kwa sababu we mwenyewe huna mapendeleo kutanikoni. Ni kweli. Sitaki Zack aniige. Hilo lisikuangaishe hata kidogo. Mimi sitaki kuendelea kuwa mseja maisha yangu yote. Sisemi ubaki mseja milele. Namaanisha usiharakishe, kwa sababu huwezi kumbadili mwenzi wako wa ndoa. Uamuzi ni wako, lakini ukiamua vibaya utapata madhara. Huu ni uamuzi mzuri. Kwani huwezi kunitakia mema? Megan, kwa maana kama vile walivyokuwa katika siku hizo kabla ya gharika, wakila na kunywa, wanaume wa hili ndilo jambo nilikuwa nikisema. Zack alipaswa kutoa hotuba hii, lakini inaonekana na mambo yake. Ilivyokuwako kwa mwana wa binadamu kutakavyokuwa. Wakati wa watu wawili watakuwa shambani, mmoja atachukuliwa. Megan, sikujua unakuja. Tunahitaji kuzungumza. Sawa, acha nivae shati. Nakuja sasa hivi. Megan. Niambia unanipenda. Nakupenda. Kweli? Kuna nini? Sikuelewi. Jana ulikosa mikutano tena. Kumbe hilo ndilo tatizo lako? Nilikuwa nimechoka sana. Baba alikuwa akisema... Eti baba yako? Umekuja kuniambia maneno ya baba yako? Yeye ana wasiwasi tu. Najua, hii ndiyo kweli. Usiache watu wakuambie unavyopaswa kuhisi au jambo la kufanya. Maoni yao si muhimu. Niamini. Lakini Zack... Kabla ya kusema lolote, nisubiri hapa kidogo, sawa? Najua watu watasema mengi. Ni kawaida. Lakini sitaki uwe na wasiwasi wowote. Sawa? Unajua kuna sababu inayonifanya nifanye kazi usiku na mchana. Nilikuwa nikisubiri wakati unaofaa. Lakini acha nikuulize sasa. Ningependa uwe mke wangu. Unasemaje? Ndiyo, kabisa. Nikuvishe? Ndiyo. Siamini. Nini? Afadhali hatungekuwa na wasiwasi kuhusu maneno ya watu. Yaani tuoane tu bila wao kujua. Tuoane bila harusi? Si ni sawa?
Sawa. Mke wangu Liz amekuja. Liz, karibu sana binti yangu. Nimefurahi kuwaona ni tena. Ni muda mrefu. Nimewakosa sana. Samahani, nilisahau bakuli lenu. Hilo lisikusumbue. Karibu kiti tuzungumze kidogo. Asante sana. Tulikuwa tunakunywa chai. Acha nikutilie kikombe. Nitashukuru sana. Karibu sana. Chai ni nzuri hasa wakati umechoka. Na baada ya kutununulia vitu, naona umechoka sana. Usijali sana kunihusu. Binti yangu lazima anywe chai. Asante dada Mwashamba. Wewe unaendeleaje Liz? Niko sawa tu. Mbona huna shangwe? Sina neno. Jihisi huru kusema. Sidhani kama itafaa. Binti yangu, usiogope kusema. Sema tu. Nilikuwa na urafiki lakini ilibidi ni uvunje. Urafiki na nani? Zack Turner. We. Baada ya muda mfupi akaanzisha urafiki na Megan. Sijutii uamuzi niliofanya, najua bado mimi ni mchanga. Lakini ninajiuliza ikiwa nitawahi kuwa na hisia hizo kumwelekea mtu mwingine. Usijali, utapata mwingine. Yehova aliumba mioyo yetu vizuri. Na haimaanishi umeshindwa kwa sababu tu uhusiano umevunjika. Huenda hata ni baraka. Zack si mwenzi anayekufaa. Watu wengi wamesema hivyo. Lakini Megan anaonekana ana furaha. Huwezi kumjua mtu upesi hivyo, hasa yule mtu asiri wa moyoni. Nitawezaje kumjua mtu huyo na siwezi kuusoma moyo? Kwanza lazima uzuie hisia zako ili uchunguze. Ninayemtaka atanisaidia kukomaa na kuishi kwa furaha. Inaonekana ni mimi tu sijapata mtu anayefaa. Furahia useja wako kama sisi. Kweli? Kisha utakapompata yule anayekufaa, mtafurahia kumtumikia Yehova pamoja. Haya, samahani sana. Acha nijaribu kupangusa. Okay. Sioni kama ninafanya chochote. Hapana, hii lazima ifuliwe tu. Wewe usijali. Basi acha nikuletee soda nyingine. Hapana, wewe usijali. Na kawaida watu hawanioni kwenye picha, mimi ndiye huzipiga. Usijali. Acha nikupe hii basi. Karibu sana. Olivia, hongera sana. Harusi yako inapendeza sana. John, tafadhali tupige picha sisi wawili. Sawa. Umefanya nini shati lako? Usijali kunihusu. Mnataka picha itokeaje? Tupige tukiwa hivi. Sawa? Sawa. Asante. Mnaonaje? Liz, iko sawa. Inapendeza. Asante sana John. Kwa hiyo unaitwa Liz? Ndiyo. Samahani. Liz, huyu anaitwa John, ndiye mpiga picha. Mume wangu ameanza kunitafuta. Haya. Yaani, siamini nimekuchafua hivyo. Usijali, niko sawa. Nimekupatia kazi kubwa kweli. Sasa angalau nina sababu ya kwenda sokoni. Asante. Angalau ulijue jiji. Kweli. Niulize, uliwafahamu David na Olivia lini? Zamani, mimi na David tumekuwa pamoja. Tulianza upainia wakati ule ule. Niliporudi majuma kadhaa yaliyopita, akagundua mimi ni mpiga picha, akaniomba nipige za harusi. Kumbe. Mambo ndiyo hayo. Na sasa umemwagiwa kinywaji. Utakumbuka hili. Wewe na Olivia mlifahamiana lini? Sisi tulihudhuria shule ya mapainia pamoja. Mlihudhuria lini? Njoo huku upige picha. Acha nikapige keki picha kabla ikatwe. Nenda ukafanye kazi. Nimefurahi kukufahamu Liz. Mimi pia nimefurahi kukujua. Tuonane. Sawa.
Mimi Zack Turner. Mimi Zack Turner. Ni furaha kubwa kwangu kuwatangaza kuwa mume na mke. Mbusu mke wako. Liz! Megan! Vipi? Oh, unaendeleaje? Nimefurahi sana kuwaona. Sisi pia. Oh, na huyu ni nani? Huyu mrembo ndiye Christina wako? Hey, Liz. Vipi Zack? Mimi mzima. Mrembo kweli. Asante. Mrembo kama mama yake. Inashangaza sana jinsi muda umepita upesi. Nakwambia. Mmekuja kututembelea ama? Hapana, tumehamia huku. Kweli? Ndiyo. Kwa nini? Mwambie. Baba yangu anafungua mkahawa mwingine jijini. Na anataka Zack awe msimamizi. Hongera sana. Asante. Tunahamia huku kwa kuwa kusafiri kila siku ni vigumu. Karibuni sana. Na nilimwajiri Rod anisaidie kuuendesha. Rod ni yule kijana mlikuwa mkicheza mpira pamoja shuleni? Ndiyo. Liz, jamani, lazima uje uone nyumba yetu. Tumeipaka rangi na kununua vitu vipya. Hey, nililazimika kuchukua mkopo mkubwa. Acha kulalamika, ni yetu. Ni utani tu. Oh, sawa. Nitafurahi kuiona. Kwa hiyo, bado unafanya kazi hapa? Unamaanisha nini? Ni kwamba tu nilifikiri sasa ungekuwa ukifanya kitu kingine. Mpenzi, tuondoke. Tutachelewa kufika. Kweli, lazima tuende tukamwache Christina kwa wazazi wangu. Tumefurahi sana kukuona. Mimi pia nimefurahi kuwaona. Asante. Liz. John. Nafurahi unanikumbuka. Ndiyo. Si rahisi kusahau jinsi nilivyokuharibia shati lako. Niliaibika. Niliamua nilipake lote rangi liwe jekundu. Nimefurahi sana kukuona tena. Mimi pia. Umerudi ili kututembelea? Hapana, nilihamia huku. Kweli? Nilihamia miezi 6 iliyopita. Safi. Kwa hiyo, umewahi kuingia hapa tena? Hapana, hii ndio mara ya kwanza. Oh. Na wewe? Mimi huingia hapa mara nyingi ninapoenda nyumbani. Unapenda sana kupiga picha? Sana. Niliona picha za harusi ya David na Olivia. Zilitokea vizuri sana. Asante. Ulifanya kazi nzuri. Asante sana. Lakini kwa kweli sipendi sana kupiga picha za harusi. Zinanisaidia kupata pesa. Unapenda za aina gani? Picha kama hii hapa. Njoo nikuonyeshe. Hii ni safi sana. Kweli?
ni tofauti sana na nyingine zote. Kweli? Kwa nini? Sijui wahusika, na ingawa wanaonekana wamezeeka, upendo wao bado ni mchanga sana, bado ni imara. Unafikiria? Kwa kawaida picha nyingi hunasa tukio moja tu. Lakini picha hii moja inaonyesha maisha yao yote kwa ujumla. Angalau hilo ndilo jambo ninaloona. Aise, sijawahi kufikiria picha hii hivyo. Aliyeipiga nafikiri atakubaliana na wewe. Kweli? Ni nani? Si mtu muhimu. Twende nikuonyeshe picha nyingine. Unajua, sikufikiri nitawahi kukuona tena. Mimi pia. Kweli? Haya basi. Hii ndiyo picha uliniambia? Ndiyo. Inasikitisha sana. Ndiyo. Nafikiri nilikuwa na huzuni nilipoiona. Umewahi kufanya uamuzi ambao unajua unafaa, lakini bado unakuumiza? Ndiyo. Miaka kadhaa iliyopita, mdogo wangu alitengwa na ushirika. Niliacha kushirikiana naye. Ndilo jambo linalofaa, lakini linaumiza sana. Petro ya kwanza 5:7 imenisaidia. Yehova anatujali. Kwa hiyo hatuko peke yetu. Ni mama ananitafuta. Alitarajia niwe nimerudi. Sawa, usijali, lakini naona unasikia baridi. Chukua koti langu. Hapana. Usikatae. Najua linakuvaa, lakini litakupasha joto. Asante. Sasa utalipataje? Nina hotuba katika kutaniko lenu hivi karibuni. Nitalichukua wakati huo. Tuonane basi. Kwa heri, Liz. Swali langu la mwisho ni kwa nini mtu aje kula hapa kwenu? Yaani ni nini kitamshawishi mteja? Hilo ni swali zuri sana. Milo yetu inatayarishwa kwa ustadi. Mkahawa wetu kama unavyoona unastarehesha sana, lakini wateja wanapaswa kuja wajionee wenyewe. Nafikiri maelezo hayo yanatosha. Safi, asante. Safi. Asante Joel. Karibu. Mwambie Bwana Tana kwamba nasikitika hakuwepo kwa ajili ya mahojiano haya. Sawa. Nitamweleza. Haya, asante sana. Usiku mwema. Wewe pia. Hey, vipi? Umefika mapema? Zack, lazima tuongee. Una dakika? Si saa hizi, Zack, na mambo mengi ya kufanya. Lazima tuongee. Mchezo kando. Sawa. Megan anaendeleaje? Hana neno. Kweli? Ana furaha? Anafurahia kutumia pesa zangu. Ndio sababu mimi ni mseja. Afadhali ningekuwa mseja. Sasa nilitaka kukuuliza, kwani jana ulienda wapi? Unamaanisha nini? Jana usiku ulipaswa kukutana na yule mwandishi wa habari. Aise, nilisahau bwana. Ulizungumza na yeye? Kama kawaida, nilikuokoa. Siku hizi hiyo ndiyo kazi yangu. Mimi ndiye mwokozi wako. Si umeamua? Acha bana, usiwe hivyo. Jana ilikuwa lazima niende kwenye mikutano. Sijaenda kwa miezi mingi na Megan amekuwa akilalamika sana. Mimi sina ubaya, ni baada yako. Kila mtu na mambo yake.
lakini biashara yetu imeanza kunawiri. Unapaswa kuhakikisha unafika kazini. Na si niko hapa. Sikiliza bwana, saa hizi hakuna wateja wengi. Wateja huja usiku na mwisho juma. Wewe unajua, uliponiajiri si ulisema tutafanya kazi pamoja? Ndiyo, kweli. Haya, sasa wewe ukiangalia, unaona kama tunafanya kazi pamoja ama umeniacha? Usijali, mimi niko. Unajua, sisi si watoto, tushakuwa. Na huu ndio ulimwengu. Biashara haitajiendesha yenyewe. Najua hilo. Unataka nifanyeje? Nataka uanze kutegemeka. Sitaki unachie mzigo wote. Mimi nipo. Biashara hii ndilo jambo la kwanza maishani mwangu. La kwanza? Haya, tutaona. Karibu. Siku ndefu. Sana, ndefu sana. Siku hizi unachelewa sana. Kazi nyingi sana, lazima niwepo. Naona, lakini ni kama siku hizi unatanguliza biashara kuliko mambo mengine, kama mikutano, ndoa yetu. Lakini sinahakikisha unapata kila kitu unachohitaji. Kwani unataka nini kingine? Nataka utumie wakati zaidi nami na binti yetu na ufanye mambo ya kiroho. Kwani huoni ninajaribu kufanya yote niwezayo? Ninajitahidi. Ikiwa huoni jitihada zangu, basi achana na mimi. Acha nikamalizie kazi. Hii ndiyo dira niliyotumia katika hotuba. Vizuri. Inapendeza, sivyo? Sana kabisa. Nzuri sana. Ni tofauti kidogo na dira ya kawaida. Hii ni dira inayotumiwa na masomo. Haya basi, tuonane. Habari John. Liz. Asante kwa hotuba. Oh, asante. Hili kutaniko lenu lina watoto wengi sana. Hotuba yako leo iliwafaa. Asante sana. Walifurahia mfano wa dira. Asante. Inaonekana unapendezwa sana na watoto. Lazima nipendezwe nao. Kwa sababu ya ndugu yako? Ndiyo. Oh. Kwa hiyo mimi hujaribu niwasaidie kadiri niwezavyo. Ananisubiri. Nilimwahidi nitamwonyesha dira hii kabla ya kuondoka. Ni sawa. Nipe dakika moja tu, nitarudi. Sawa, hakuna shida. Liz, dada Jane. Ndugu mzuri sana. Anaonekana ndugu mzuri sana. Unasema kweli. Tunaifahamu familia yao vizuri. Lakini jambo ninalopenda kumhusu ni kwamba hakengeushwi na kandarasi anazopewa na kampuni kubwa. Eti kandarasi? Ndiyo. Picha anazopiga huwa zinawekwa kwenye maduka ya maonyesho na magazeti. Wote wanataka kumwajiri awe mpiga picha wao mkuu. Kweli? Naam, lakini hajawahi kukubali. Zitamzuia kushughulikia mambo ya kiroho. Ala. Anapenda sana kupiga picha, lakini hakubali kukengeushwa. Ndugu mzuri. Kweli kabisa. Inasikitisha anaondoka. Eti? Anaondoka? Ndivyo nilivyosikia. Nafikiri anarudi kijijini, kutaniko la nyumbani. Mimi pia napaswa kuondoka. Uwe na siku njema. Tutaonana. Sawa, kwa heri.
Megan. Liz, sema. Safi. Uko peke yako? Nilitaka tu kupumzika. Nimemwacha mtoto na yaya. Oh, sawa. Ukitaka kitu nieleze tu, sawa? Asante. Siku hizi bado unakunywa chai? Ndiyo. Angalau kuna mambo hayajabadilika. Megan, uko sawa? Sina neno. Niko sawa. Una hakika? Mbona una huzuni? Zaka aliniacha. Oh, jamani Megan. Siku kadhaa zilizopita tuligombana vibaya sana. Maisha hayaendi kama nilivyotarajia. Megan, sidhani mambo ni mabaya hivyo. Si mchezo. Mwanzoni kila kitu kilikuwa sawa, lakini sasa kila kitu kinaenda mrama. Oh, Megan, umejaribu kufanya amani naye? Hawezi kupatikana popote. Hata haji nyumbani. Wazee wanaweza kusaidia. Hajawahi kukubali kukutana na wazee. Sijui niseme nini. Liz, acha maneno. Eti maneno? Sijakuomba unisikitikie. Megan, usinielewe vibaya. Naona unavyonitazama. Ninyi yote mnanihukumu tu. Megan. Hasa baba yangu. Hata sijui kwa nini nilikuja hapa. Megan. Wewe ukiulizwa, unaona kama maisha yako na yangu yanafanana? Huwezi kunielewa. Megan, Yehova anaweza kukusaidia. Zamani nilikuwa nikifikiri hivyo, lakini nimefunguka macho. Unafanya nini hapa? Si niliambia ulienda nyumbani? Oh, ndio. Nilienda kuwasaidia wazazi majuma kadhaa. Kwa nini? Hakuna. Sawa tu. Unafanyia sehemu gani? Kupaka rangi. Kumbe wewe ni mtaalamu. Hata sijui kushika brush. Na wewe? Kikosi cha umeme. Nyie ndio watu wa umeme. Umeme. Safi. Nimefurahi sana kukuona tena. Mimi pia nimefurahi sana. Haya basi, acha nirudi kazini sasa. Haya. Mimi pia nishughulikie umeme. Tutaonana baadaye. Sawa. Bye. Kwa heri John. Liz, tunapanga kwenda kuona sinema baadaye. Kwa hiyo ungependa kuandamana nasi? Hiyo. Kweli? Safi. Sawa. Jioni. Sawa. Saa 1 hivi. Sawa. Ni sawa? Hiyo ni sawa kabisa. Haya, tutaonana jioni. Sawa. Bye. Bye.
John, namtangaza binti yangu kuwa mke wako. Ndugu na dada, ningependa kujulisha kwenu ndugu John na dada Elizabeth Shaw. Ukiniona unaondoka eh? Kwani wewe unajali? Hapana. Ondoka. Nilisahau karatasi fulani hapa. Narudi kazini. Kama kawaida. Angalau kazini hakuna domo lako. Kweli Zack? Unaniacha tu. Na kuachia uhuru. Nani alikuambia nataka uhuru? Usianze kunihubiria tena. Unanichosha. Mbona wewe hulali nyumbani na hutumii wakati wote na familia yako? Wewe ndiye mwanamume binafsi zaidi ambaye nimewahi kuona. Na wewe je? Sikuoa msichana mwenye chokochoko kama wewe. Si ulinidanganya utafanya maendeleo na ubatizwe? Kwani huoni kazi ndiyo inaonizuia? Najaribu kukutafutia pesa wewe ukazitupe. Kama kawaida yako tu Zack, wewe lazima ujitetee. Hujabadilika. Maneno kama hayo ndiyo unifanya nisilale ndani ya hii nyumba. Ukiondoka uondoke kweli. Niondoke? Nenda. Sawa. Na usinitafute tena. Ellen. Habari ya Megan. Hatujaonana muda mrefu. Kwa kweli sijamwona kwa muda mrefu pia. Lakini uko sawa? Nilisikia wanazozana tena na Zack. Jamani. Nilifikiri mambo yanaanza kuwa mazuri. Asante. Tuonane. Liz. Kwani huyo ni Ellen anayeondoka? Ndiyo. Nilitaka kumuuliza Megan anaendeleaje. Kulingana na alivyosema mambo si mazuri. Najua wazee wamejaribu. Lakini sasa jukumu lao ni kufuata kanuni za Biblia. Ndiyo. Nilipozungumza na Megan, aliniambia wanapojaribu kuzungumza, wanagombana. Wenzi wa ndoa hawawezi kukubaliana kila mara. Lakini hata hilo likitukia, lazima tutendeane kwa fadhili. Natumaini si kuchelewa mno kwao. Bado kuna muda, maadamu tu waache ubinafsi. Kweli kabisa. Kila ndoa hukabili hali ngumu, lakini tunapofuata mfano wa Yehova na kuonyesha upendo bila ubinafsi, tutafanikiwa. Natumai Megan bado anaamini hivyo. Hey, vipi bana? Umepotea sana. Hey, karibu sana. Asante. Megan. Brandon. Unaendeleaje? Sina neno. Muda mrefu sana tangu tuonane. Sana, lakini wewe bado mrembo sana. Asante. Bado unafanya kazi kwenye ule mkahawa wenu? Unakumbuka huo mkahawa? Mkahawa ulio na wasichana warembo, siwezi kuusahau. Humu ndani kumejaa sana. Twende nje, tupunge upepo. Haya, sawa. Pale panaonekana sawa kabisa. Twende tuzungumzie hapo.
Sawa. Hapa angalau hakuna watu. Panapendeza. Sana. Siku hizi unafanya nini? Mimi ni mshauri. Wewe usikiliza matatizo ya watu? Kitu kama hicho. Tuseme mimi husaidia watu ambao wana matatizo katika ndoa zao. Kwa hiyo umeoa? Tulitalikiana. Utasaidiaje? Wenzi wenye shida. Nikwambie kitu. Kuna watu wanaojilazimisha kuishi pamoja. Hawafaani, basi nawasaidia wajielewe. Ni vizuri kudumisha ndoa, lakini nyakati nyingine ni afadhali tu kuachana. Acha nikuulize, ndoa yako ni ya aina gani? Samahani, natumaini sijakuingilia sana. Kwa kweli, nilikuja hapa leo ili nisahau matatizo yangu. Sawa. Niulize, uliolewa na mtu ambaye ninajua, kijana shuleni? Hapana, tulikuwa kutaniko moja. Wewe ni shahidi wa Yehova? Ndiyo. Unaendelea na hiyo dini? Si ndiyo. Safi. Megan, acha nikupe ushauri. Sijui unapitia hali gani, lakini nimeona wenzi wengi wakivumilia katika ndoa mbaya sana. Walioana haraka haraka kwa sababu ya hisia, baadaye wakatambua hawapatani. Badala ya kuachana, wanaamua kukaa eti kuwa waaminifu. Ile si ndoa, ni kama jela, haina upendo. Achia hapo. Kwani nimekosea? Biblia inasema tunapaswa kuwa mwili mmoja. Najua inasema hivyo, lakini utafurahiaje maisha ikiwa utafuata ushauri wa kitabu kilichoandikwa zamani hivyo? Mbona usiruhusu uamuzi huo ufanywe na moyo wako? Utagundua kwamba bado hujapata mwenzi wako wa maisha. Moyo hauwezi kuongoza mtu vizuri. Kweli? Basi ulikuja hapa leo bila pete kutafuta nini? Sikiliza, utakapokuwa tayari kuishi kwa furaha unitafute. Hii ni kadi yangu. Nitafurahi kukusaidia. Hodi. Karibu. Umeshindaje? Sawa. Kweli? Liz, uko sawa? Ndiyo. Nina wasiwasi kumhusu Megan. Kuna nini? Nilipozungumza na mama yake, aliniambia kwamba wameachana tena. Inasikitisha. Umempigia simu? Ndiyo. Nimejaribu. Nimetuma ujumbe, lakini hanijibu. Mbona usimtembelee? Mara ya mwisho alinifokea sana. Usijali. Acha nifanye utafiti nione kama nitapata njia ya kumsaidia. Sawa. Niliposoma andiko hili, nilikukumbuka na jinsi tunavyoweza kumsaidia Megan sasa hivi. Linasema rafiki wa kweli anapenda nyakati zote, naye ni ndugu aliyezaliwa kwa ajili ya wakati wa taabu. Megan anahitaji rafiki wa aina hiyo, sivyo? Ndiyo. Lazima nimsaidie. Megan. Liz, umekuja kufanya nini? Nilipokukosa kwenye simu, niliamua kuja mwenyewe. Samahani, nilibadili namba yangu na bado sijapata nafasi ya kuwajulisha watu. Sawa tu. Naweza kuingia? Sawa, lakini naondoka. Safi. Christina mzima? Nimempeleka kwa wazazi wangu. Kuna mahali lazima nifike. Sawa. Hizi ni nini? Hizo hazikuhusu.
Namba mpya, karatasi za siri. Ni nini kinaendelea? Kama lazima ujue, ninatafuta talaka. Eti unatafuta talaka? Ndio tumeanza kujaza fomu lakini... Megan, mbona sikuelewi? Zaka anataka talaka? Sikiza, sitapoteza maisha yangu katika ndoa ambayo haina furaha. Yehova ndiye atafurahi. Usijilinganisha na mimi. Wewe uliolewa na mtu anayempenda Yehova. Hata sisi tunakuwa na matatizo. Lakini Biblia inasema... Usianze kunihubiria, sawa? Wewe huwezi kunielewa. Sawa, lakini... Megan, mimi ninakupenda. Usifanye uamuzi huu. Sikiza, najua unanijali, lakini sihitaji msaada wako. Hii ndiyo njia ya kutatua matatizo yangu. Kwa hiyo tafadhali, acha niondoke, nitachelewa. Megan. Baba, unafanya nini hapa? Nakutafuta. Mama alikwambia, nilimwambia asiseme chochote, hupaswi kuwa hapa. Nimechelewa. Binti yangu, tafadhali. Twende tukatembee. Sawa kabisa. Agiza chupa nyingine za kahawa. Sawa, niliona zilikuwa zimepungua. Kabisa. Kisha upande huu, sijui, labda tujaribu kusawazisha kidogo. Unataka nirudie mara ngapi? Unataka nirudie mara ngapi? Unataka wateja wetu wale takataka? Basi fanya kazi yako vizuri, unasikia? Samahani, nipe dakika moja. Sawa. Uko sawa? Nimechoka tu. Sawa. Kuchoka? Niko sawa. Kuna nini? Nyumbani mambo yakoje? Kila kitu kiko sawa. Kweli? Nieleze nini kinaendelea. Hutaelewa. Sema tu. Tunatalikiana na Megan. Eti? Mashahidi hawatalikiani. Si wewe uliniambia hivyo? Lakini hilo ndilo yeye anataka. Sawa. Wewe unatakaje? Kumtaliki? Hata sijui natakaje. Amani. Maisha yangu yatulie. Sikiza, mimi si mshauri wa ndoa, lakini ninakujua vizuri na nimeona jinsi mambo huenda unapotia moyo wako katika jambo. Wewe hutia bidii na mambo yanakuwa mazuri. Sielewi unasema nini? Najaribu kusema, mbona usitie moyo wako katika ndoa yako zaidi, uikazie fikira. Nafikiri hivyo ndivyo anavyoambia kwenye mikutano yenu au kwenye Biblia. Hebu acha utani. Leo umeanza kuitetea Biblia? Si wewe ndio uliniambia nitegemeke na nitangulize hii biashara? Najua nilikuambia hivyo, lakini labda hilo lilikuwa kosa. Kusema kweli, nafikiri ulikuwa na furaha zaidi ulipokuwa ukihudhuria hiyo mikutano yenu. Hebu niondoke. Sasa unakasirika. Najaribu tu kukusaidia. Nilisahau jinsi bustani hii ilivyo maridadi. Zamani ilionekana kuwa kubwa. Ni kwa sababu ulikuwa na miaka 7. Afadhali bado ningekuwa mtoto. Sikuja hapa kukuonyesha makosa yako na sikuja kukuhukumu. Kwa hiyo umekuja kubadili maoni yangu? Lazima sasa ujifanyie maamuzi kwa sababu wewe si mtoto. Kweli. Na ninaamua kuwa na furaha.
nimefanya makosa mengi, lakini sasa nachukua hatua. Na unafikiri talaka ndiyo hatua inayofaa? Ndiyo. Najua sikukuwekea mfano mzuri kiroho. Sikusimamia familia kama inavyostahili. Baba, hapana. Wewe huna makosa. Megan, nimekuwa nikisali kuhusu mimi, mama yako na kukuhusu. Nimeamua nahitaji kufanya maendeleo kiroho. Na ninaanza sasa. Sielewi unajaribu kusema nini. Kabla ya upate talaka, acha nikuulize swali. Ulifikaje katika hali hii? Mimi sijui. Labda Zaka kuwa mwenzi wa maisha. Hapana. Ulifanya uamuzi. Uliolewa na Zaka. Lakini ulimuhusisha Yehova katika uamuzi wako? Hapana. Na sasa huna furaha? Baba, najua. Megan, sikiliza kidogo. Unakaribia kufanya uamuzi mwingine mkubwa. Na umesahau tena kumuhusisha nani? Binti yangu, hutawahi kuwa na furaha ikiwa hutamuhusisha Yehova maishani. Naona hunielewi. Na kuelewa kabisa. Sidhani. Unaonaje uhusiano wangu na mama yako? Ninyi wawili mnapendana. Kweli. Kabisa. Lakini si eti hatuna matatizo. Ndoa zote zimefanyizwa na watu wawili wasio wakamilifu. Binti yangu, upendo unaomtanguliza Yehova unaunganisha nusu zisizo kamilifu na kuzifanya mwili mmoja. Kwa nini niumize eti tu kudumisha ndoa? Uliweka nadhiri. Sidhani Zak bado ananipenda. Labda anafikiri hivyo pia. Zungumza naye. Mtegemee Yehova. Kumbe ulikuja tu kubadili maoni yangu. Kwa sababu ninakupenda sana. Upendo ni wenye ustahimilivu na wenye fadhili. Hautafuti faida zake wenyewe. Hauchokozeki. Hauweki hesabu ya ubaya. Huhimili mambo yote. Huamini mambo yote. Hutumaini mambo yote. Huvumilia mambo yote. Zak. Sikiliza, najua hutaki kuniona. Nimekuja tu kuchukua vitu vichache. Usijali, naondoka sasa hivi. Acha tuzungumze. Eti? Acha kabisa. Nimechoka sasa. Upendo haushindwi kamwe. Zak. Nini? Niache kabisa. Unasikia? Sitaki kusikia chochote. Nataka tu kuzungumza nawe, tafadhali. Ili sasa uniambie kuhusu mambo ambayo sifanyi? Nimechoka. Niache. Unakumbuka siku hii? Hapana. Hili lilikuwa kosa. Si ulisema mwenyewe? Sikumaanisha. Unatakaje sasa Megan? Si uamue jambo moja? Kosea. Kusema tunapaswa kuvunja ndoa yetu. Sikubali huo msamaha wako. Niambie ukweli. Najua mimi si baba mzuri. Mimi si mume mzuri. Na mpaka sasa sijabatizwa. Haya basi, umeshinda. Jambo la pekee ninalojua ni kutoa visingizio. Basi si uniache. Sikuachi. Jamani sasa Megan, kwani ukusikia nilichosema? Mimi sikuachi.
Kwa nini unataka kuishi na mimi? Nataka uishi milele. John, subiri. Ni nani? Ni Megan. Kweli? Liz, mimi na Zack tumeamua kuendelea kuishi pamoja. Ninajaribu sana kufuata kanuni za Biblia. Sijui kama Zack atawahi kuifanya kweli iwe mali yake, lakini kwa msaada wa Yehova nitajitahidi. Asante kwa kuwa rafiki wa kweli. Inapendeza. Uko tayari? Twende. Sawa. Tulienda kuwatembelea ndugu na dada Mwashamba mara ya mwisho kabla ya kufunga safari. Walisisimka sana. Baada ya miaka mingi, mwishowe tulikuwa tumekaribishwa kuhudhuria shule ya waeneza Injili wa ufalme. Ndugu na dada Mwashamba walitusaidia sana kufahamu kwamba kwa kumtanguliza Yehova na kanuni zake maishani, tunaweza kupata upendo wa kweli. Upendo wa kweli unadumu na unaweza kuendelea milele. Nilikuja kutambua ukweli wa maneno ya dada Priscilla. Nimeanza maisha mapya kabisa.